mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, jina tulilopewa na damu litupasalo kuokolewa kwalo, isipokuwa ni jina la Yesu. Nikutakia amani ya Kristo Yesu tena. Kabla hatujaendelea mbele, tufumbe macho, tumalike Mungu Roho Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuko mbele zako, tuko mbele za macho yako. Mungu Roho Mtakatifu, karibu mahali hapa. Bwana, utufungue macho yetu ya ndani, utufumbue masikio yetu ya ndani. Bwana, tupate kufundishwa na Roho wako Mtakatifu. Yesu Kristo, tuko tayari kufundishwa na Roho wako Mtakatifu. Bwana, tupe neema ya kuyasikiliza mafundisho ya Roho Mtakatifu. Karibu Roho Mtakatifu, tudumie na nguvu zako. Karibu Roho Mtakatifu, tufundishe na uwezo wako, katika jina la Yesu Kristo. Tuko tayari Bwana kusikia kutoka kwako. Tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mpendwa, siku ya leo Bwana ametupa somo kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kichwa cha somo kinasema kwamba tofauti ya kuokoka na kuishi maisha ya wokovu. Tofauti ya kuokoka na kuishi maisha ya wokovu. Tofauti kati ya kuokoka na kuishi maisha ya wokovu. Kuna tofauti kati ya kuokoka na kuishi maisha ya wokovu. Kwa lugha nyepesi niseme au nitumie kwamba kuna makundi mawili, waliookoka na wanaoishi maisha ya wokovu. Waliowahi kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na wanaoishi maisha ya wokovu. Katika pitapita zangu au katika utafiti wangu wa muda mfupi, nimekuja kugundua kwamba watu wengi wameokoka. Watu wengi walishawahi kuokoka, walishakwisha kuokoka, lakini hawaishi maisha ya wokovu. Hawaishi maisha ya wokovu. Bwana asifiwe. Tuanze na Yohana 3:16. Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima tele wa milele. Yohana 3:16. Yohana 3:16. Yohana 3:16 anasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu wote ulikuwa unahesabiwa kwamba hakuna aliyekuwa na wokovu kwa kipindi hicho. Hakuna aliyekuwa na wokovu kwa kipindi hicho. Kabla Mungu hajamtoa mwana pekee, wokovu haukuwepo. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kumbe kabla mwanawe wa pekee hajatolewa, kuna watu walikuwa wanapotea. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee. Kabla Mungu hajamtoa mwanawe wa pekee ulimwenguni, tulikuwa tunapotea huko nyuma. Kuna watu walikuwa wanapotea. Ndio maana Yesu alipokufa ile siku 3 akashuka kuzimu, pia alienda kuzitangaza habari njema. Kuna watu wameshakusha kupotea, wako kuzimu, wakaenda wakahubiliwa. Kuna waliookoka pia kule kuzimu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tofauti kati ya kuokoka na kuishi maisha ya wokovu. Kati ya kuokoka na kuishi maisha ya wokovu.
nimekuwa nikishuhudia watu habari za Yesu. Nimekuwa nikiwashuhudia watu kuhusu kuja kwa Yesu mara ya pili, na watumishi wengi wamekuwa wakifanya kazi hiyo. Watumishi wengi wa Mungu amekuwa akiwatumia katika kazi hiyo, lakini majibu ya wengi ni kwamba tumeshaokoka. Juzi kati nilikuwa sehemu fulani, sehemu moja, kama wiki moja nyuma, nilikuwa sehemu moja, nikawa namshuhudia dada mmoja habari za kuokoka, habari za Yesu, habari za kumpokea Yesu. Yule dada ukimwangalia, maandiko yanasema hivi, umwonavyo mtu ndivyo alivyo nafsini mwake. Kwamba limtokalo mtu ndilo liujazayo moyo wake. Umwonavyo mtu ndivyo alivyo nafsini mwake. Yule dada nikamshuhudia habari za wokovu, na nikataka nimuongoze sala ya toba. Alikuwa tayari kuongozwa sala ya toba, lakini akaniambia kitu, ndio ile sala ambayo mnasema sijui Yesu nisamehe dhambi zangu, futa jina langu kwa kitabu cha hukumu. Kumbe sala ya toba anaijua, lakini na alishawahi kuongozwa yamkini na watumishi wengine, lakini mwenendo wake unaweza kujiuliza, huyu mtu ni kwamba alikosa malezi ya kiroho au alikosa watu wa kumsimamia katika ukuaji wa kiroho? Jibu ni la. Lakini nilichokiona pale ni kwamba watu wengi wanajua wakishaongozwa sala ya toba, au wanafikiri wakishaongozwa sala ya toba imekwisha. Hawajui kwamba kuna kitu kinaitwa kuishi maisha ya wokovu. Hawajui. Na kama wanajua, basi hawataki kuyaishi maisha ya wokovu. Wanaishia kuokoka hatua ya kwanza, wanaishia siku moja tu. Wana maandiko yao kwamba waliomo ndani ya Kristo hakuna hatia kwa waliomo ndani ya Kristo. Wana maandiko yao wanaojua wenyewe, lakini si sawa, si kweli. Ipo tofauti kati ya kuokoka na kuishi maisha ya wokovu. Mathayo 11:28. Mathayo 11:28. Mathayo 11:28. Anasema kwamba hivi, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hii ni kama hatua ya kwanza. Yesu anasema kwa wote, na sisi ambao mwanzo tulikuwa katika dhambi, mwanzo tulikuwa bado hatujatuliwa na mizigo, na sisi watumishi wa Mungu tukiwemo, mwanzo kabla hatujampokea Kristo Yesu, ni kama tangazo. Anasema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hapa tunaona kabisa ni kama kitu cha bure, ni kama msaada. Huku ni kuokoka. Njooni kwangu, mpelekee Yesu matatizo yako, mpelekee Yesu shida zako. Njoo kwa Yesu na dhambi zako, njoo kwa Yesu na mizigo yako. Sio acha dhambi ujue kwa Yesu, hapana. Njoo kwa Yesu na dhambi zako, njoo kwa Yesu na magonjwa yako, njoo kwa Yesu na laana, njoo kwa Yesu na vifungo. Yeye atakupumzisha. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Hii bado tuko kwenye hatua ya kuokoka. Yesu anatoa tangazo. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Njooni muokoke. Njooni kwangu muokoke. Njooni kwangu muyaishi maisha ya wokovu. Njooni kwangu mnipokee mimi. Maandiko yanasema mimi ni njia,